Yes, ni aje watu wangu hapa Marekani. Leo nilikuwa nataka tudiscuss jambo moja. Tumekuwa tukisema kuhusu stories za watu kuja na wapenzi wao hapa Marekani. Huwa ina depend hiyo mtu mlimiti wapi, venye mmeishi ama time ambayo mmeishi pamoja. Wakati mwingine watu kuwa na desperate actions za kutaka kuja na mpenzi ndo asije peke yake. Sababu kama nilivyosema hapo awali, kuja hapa bila mpenzi wako inakuwa ni ngumu sana kwako kukaa, cause wakati mwingine una realize unapotoka kazini unarudi kwako nyumbani, either ukae peke yako, lakini kama ulikuwa na mpenzi angalau uko na mtu wa kukaa na yeye. Hata kama ni kuongea una mtu wa kuongea na yeye, hata kama ni ile ya kushare mawazo una mtu wa kushare mawazo na yeye. Na naposema hivi namaanisha kuna ndugu moja kutoka Kenya, sitaki kusema maeneo gani, alikuja hapa. Lakini alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anaishi na yeye. Lakini towards the end wakakosana, so akamuacha na akatafuta demu mwingine. Huyo demu aliweza kumpata, na demu alipojua kwamba huyu jamaa katika safari ya kuja Marekani, demu akawa muhambo, wakavuka na yeye, kila kitu ikawa sawa. Lakini sasa unajua unaweza kuja na mtu hapa ambaye hakuamini. Unaweza kuja na mtu ambaye hata wewe unapoenda kupika kazi haipigiki. Yaani ni stress tupu. Unatoka kwa nyumba ni kama mshateta. Unafika huko kazini mtu anakutext matusi. Cause acha nikwambie, mtu anaweza ficha karakta yake mpaka ile siku atakuja kuitoa usiamini ni yeye. Of course watasema pia umebadilika and all that, but hapa kama unakuja na mtu ambaye atakuja kupe stress unapoenda kazini, utakapokuwa yani unaenda popote uko na stress sababu ya mapenzi, haina haja ukuje naye. Afadhali ukuje peke yako, ujue umekuja peke yako, utajitahidi peke yako na vitu zako unafanya peke yako. Hiyo itakuwa ni afadhali. So yu jamaa alisumbuliwa, akasumbulia na yule bibi yake, hata hawana mtoto, walioana tu akakuja hapa ndo wakuja waanze life. Na mimi ninaposema hivi najua ni watu wengi wanapitia magumu kwa ndoa zao ama relationship zao ambazo walianzisha haraka, na hata wengine walianzisha pole pole. Najua changamoto ziko kila mahali, unaweza pata pia wana changamoto. Ila kitu inaweza saidia kwa hii maisha ni maombi. Unaomba Mungu ukue ulifanya uamuzi wa maana na kila kitu unafanya iendelee vizuri, isije ukawa na majuto baadaye. So jamaa kitu alifanya, na unajua bibi yake alikuwa hana kazi, so yeye ndiye alikuwa na most, so ilibidi aendelee kukaa na yule bibi yake. Wamejaribu kuongeleshwa, wamejaribu kuinvolve marafiki, because hataki kuambia familia itakuwa ni aibu, lakini so far hawajasaidika. They have been here for 1 year. Sasa jamaa anasema yeye amechoka, anataka waachane. Of which wanaweza achana saizi bado hawajapata mtoto. Lakini sasa hiyo haikuwa lengo lao kuja hapa, ilikuwa ni wakuje pamoja, waishi, wapate watoto, bibi aanze kazi na maisha isonge. So kama uko Kenya, kabla uamue huyu mpenzi ndo anakuja naye, tafadhali no more, try to learn more about themselves. Kama una time waache tu, utawachukua wakati mwingine. Inaweza chukua miaka 5 kabla avuke, but usiharakishe. Do the right thing at the right time. Thank you.